Kama ulikuwa umfahamu mwenyeji wa kongamano letu hili la Shangwe Season 2 ambalo tunakwenda kuliombea taifa, niko naye hapa na ndiye mchungaji wa kanisa hili la Yerusalemu Mpya. Bwana Yesu asifiwe mama. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwanza hongera kwa maandalizi, pia pole kwa maandalizi. Asante sana, tunamshukuru Mungu, ni mwaminifu, tunaendelea vizuri. Hebu tuambie hiyo Jumapili tutakaje kwa sababu tunajua Neema Gospel ni wengi, bado hao mama Jusi, bado vijana gospel choir, bado Sayuni Miracle na wengine. Itakuwaje siku hiyo hapa? Asante sana, tumeplani kufanyia kwenye haya maeneo, hatutafanyia ndani. Kwa hiyo tutapiga tu mahema hapa nje ili kila mtu aweze kuona vizuri, aweze kushiriki vizuri katika hiyo ibada yetu kubwa. Amen. Aha, sawa mama. Kwa hiyo sasa tunachokitazama au mtazamaji anayetazama Singida Gospel wakati huu ni kwamba nipo katika kanisa la Ititi hapa Yerusalemu Mpya na niko na mchungaji wa kanisa hili. Mama, ni jambo gani ambalo limekusudiwa hasa katika kongamano hili la Shangwe Season 2? Amen. Jambo ambalo limekusudiwa ni kwa ajili ya kuliombea taifa letu amani na utulivu, lakini pia tuweze kumsherehekea Mungu kwa kumfanyia shangwe za mioyo yetu kupitia uimbaji, na ndio maana tumealika hizo kwaya kubwa ambazo kwa mfano Neema Gospel hajawahi kufika Singida kwa ajili ya huduma, lakini this time wataingia. Tutakuja kushirikiana nao pamoja katika hilo tukio kubwa sana. Amen. Okay. Ni jambo gani ambalo mama limesababisha ulilete kanisa Ititi huku? Na Ititi huku ni nje kabisa ya mji. Unajua kuna watu wengine wanaweza kuuliza kwa nini Ititi? Amen. Tumeleta kanisa Ititi kwa sababu nafikiri ni yale maono ambayo tulikuwa nayo. Tunatamani Singida yote ije itike Ititi. Na tuliona Ititi ndipo Mungu alipotuongoza tukapata eneo na tukakuta maeneo yapo. Kwa hiyo tunaweza kujinafasi tukafanya kile ambacho tunaona kinaweza kumbariki Mungu na ikavuta watu wengi kuja kumjua Mungu na kuweza kumtumikia Mungu kupitia neno lake la kweli. Amen. Tumeona walikuwepo Tabora, AIC Tabora. Walishafika mahali hapa. Na hebu tuambie, na sasa hivi wanakuja Neema Gospel, wanakuja watu wengine. Yaani yani wewe kwako kuna kitu gani ambacho umekikusudia zaidi? Amen. Kitu ambacho tumekikusudia ni kuwaonyesha watu wanaweza kufurahi kwa Mungu. Unajua watu wanaweza wakaalikana kwenye madisko na mahali pengine, lakini tunaweza kuwaonyesha watu wa Singida na wa Tanzania kwamba tunaweza tukakutana mahali kwenye nyumba za ibada, tukaweza kumsherehekea Mungu, ikaleta utukufu kwa Mungu, lakini na sisi pia tukaenjoy maisha ya kumtumikia Mungu. Amen. Ndio. Hapa ukishafika maeneo haya ya Ititi, ukifika Ititi Center pale utakutana na zebra. Ile zebra mkono wako wa kulia unakata na ile barabara ya vumbi, unanyosha moja kwa moja mpaka hapa Ititi. Na hapa sisi tuko nje. Kama unavyoona hili bana ndio bana zuri kabisa la kanisa hili. Mama, hebu niambie siku hiyo tarehe 5 ni mfumo gani ambao utatumika kuwaelekeza watu kufika hapa? Mfumo ambao utatumika tumeshaweka matangazo, lakini pia kuna namna tutafanya pale kwenye maingilio ya kuchepuka kutoka kwenye barabara kubwa na kuona kwamba watu hawawezi potea wakafika. Afu hii kanisa limeshafahamika sana, yani watu hapa mjini hawapati shida namna ya kufika Yerusalemu Mpya, isipokuwa hawa wageni. Sasa tutaona namna ya kuweza kuwasaidia na kuweza kufika kwa njia rahisi. Amen. Hii ni season 2. Season 3 tutegemee nini? Hatukujua hata hii season 2 kwamba ingekuwa kwa namna hii. Kwa hiyo ninajua kwa namna itakavyokuwa season 3, Mungu mwenyewe atatuongoza. Mtaona mambo makubwa kuliko haya. Kwa sababu season 1 tulifanyia KBH. Na ilikuwa kubwa, lakini hii sasa ni kubwa zaidi, sio ya kiwango kile. Kwa hiyo tutegemee ile ya 3 itakuwa, sijui namna itakavyokuwa, lakini Mungu anajua ile itakuwa kubwa zaidi ya hii. Amen. Huyu ni mchungaji na ndio mwandaaji wa ibada hii. Sasa mama, mimi nataka nifahamu jambo moja. Tunawezaje siku hiyo yani ili eneo hili tunawezaje tutakaje hapa ili eneo hili? Na eneo ni kubwa kweli hapa, mtazamaji wa Singida Gospel. Tutakuonyesha hapa, tuko nje tu na kanisa liko mbali. Hebu mniambie mpangilio utakuwaje siku hiyo? Tutakuwa tunachezea kati ama utafunga stage vitu fulani hivi? Amen. Hapa tumeplani tutafunga stage. Hiyo stage ndio itakuwa inatumika, lakini pia tutapiga maturubai ili kuzuia
wasipate jua, na hao watakaoimba hawataimba kwenye jua. Sawa sawa, patatengenezwa mazingira mazuri, wataimbia kivulini, lakini ndio eneo kubwa kuelekea huko ndio tutakapokuwa tunafanya, na tutaelekea namna hii. Amen. Yaani hapa kwenye hili bango langu ni kwamba tutaelekea namna hii. Hauimbii juani. Umesikia Salale mchana unawaza jua 1 2 3. Mama akasema kuna utaratibu mzuri ambao utaandaliwa. Mama, mimi nikutakie maandalizi mema na ibada njema. Amen. Na pia napenda kuwakaribisha sana, msihofu wale wanaokuja kuanzia asubuhi kuja kushiriki ibada hapa. Baada ya ibada tutakuwa na chakula cha mchana, tutakula hapa, lakini wale watakao kuja pia baada ya ibada tunawakaribisha kwenye tamasha tukamfanyie Mungu shangwe. Karibuni sana Ititi, karibuni sana Yerusalemu mpya. Tunawapenda wana Singida, tunawapenda Tanzania nzima. Amen. Amina. Mama, muda wa msosi ni saa ngapi? Ibada inaisha saa 6:30 na tamasha letu linaanza saa 8 kamili. Kwa hiyo saa 6:30 mpaka saa 8 kamili hapa katikati hapa ndiyo chakula kitakuwepo. Sasa wewe amua, unakuja asubuhi mpaka jioni, chakula kipo, na nimeambiwa na mama hapa kwamba zile kwaya zote zitakuwepo. Kuanzia asubuhi watawasha moto mpaka jioni. Kwa hiyo hapa katikati hapa na nakufahamu wewe, umeshasikia sose, utafika. Mungu akubariki sana.